Basi hujambo mahala popote ambapo unasikiza kituo chako ukipendacho cha AGR FM pamoja na televisheni, na siku ya leo ninakualika tuandamane moja kwa moja hadi mjini KISII ambapo tunapatana na mfanyabiashara mmoja na naitwa Masion Tita. Tuandamane moja kwa moja. Karibu sana kwenye AGR FM. Tunajua ni Abagusi Global Radio, na leo ambia mtazamaji na msikilizaji wewe ni nani na hasa unafanya nini? Mtazamaji mpendwa, mimi naitwa Icarus Ondimu Mogusu. Kwa jina la town na wananijua kwamba ni Carlos, naitwa Carlos Mogusu. Sasa hapa tunatengeneza incubator, na si kutengeneza incubator tu. Ni kutengeneza incubator yenye haiwezi kuenda kuleta hasara kwa mkulima. Kama saa hii unajua shida kubwa yenye wakulima wako nayo kwa incubator sana. Ukishaweka mayai pale ndani alafu ishaanza kupasua. Unajua kifaranga kutoka ndani lazima ipasue kwanza. Alafu unapata stima inaenda. So stima ikienda uko na generator pale. Ukiweka generator imeisha mafuta ama imeharibika pia. So tumekuletea mbinu rahisi na yani yenye inaweza kukusaidia na kuka yenye naenda kuwaonyesha hapa nyuma. Haya, shikilia tu papo hapo kwanza. Ukiangalia hapa mtazamaji, kuna incubator, na incubator ni chombo ambacho kinasaidia kuangua vifaranga ama mayai kule nyumbani. Ukiangalia hapa ni kubwa mno, kwa hivyo nitampea muda akaweze kutuelezea tu kidogo alitengeneza vipi, alipata wapi zile materials kutengeneza hii incubator. Kwako. So hapa kila kitu ninapata kutoka kwa maduka. Kuna maduka yenye yanauza hizi vitu huko Nairobi. Hapa kwanza tuko na humidity and temperature display yenye inatumia battery, kale ka battery kadogo kanawekwa hapa. So tunaenda kuiweka hapa. After tumeshaiweka hapa, inakuonyesha wakati hakuna stima. So kama hakuna stima, hii ndio itakuwa inakuonyesha kwamba temperature na humidity iko pahali gani. Hii sensor ndio unaweka kwa mayai tu. Alafu hapa ndani tumetengeneza na pipes. Kuna pipes tumeweka hivi. Labda mpiga picha wangu ataangalia hizo pipes kidogo ambavyo zimezunguka kweli unavyoziona. Hata saa hii ukiguza hivi zinakuchoma. Sasa maana ya hizi pipes ni gani hapa ndani? Sasa ile mbinu yenye nimesema nimeleta ya kufanya na gas na pressure cooker. Hizo vitu unajua karibu kila boma iko nayo. Kila boma unaweza pata kuna gas na gas cooker na pressure cooker. Ndio hizi nimeweka hapa. So hii pressure cooker inatusaidia kusukuma ile pressure steam iende itembee kwa hizo pipes hapa ndani hivyo. Tukiendelea kuangalia hapa, tunafaa kuseti. Unajua hii kuka yetu kwanza ni mzuri sababu iko na, unaweza ongeza moto, unaweza punguza, unaweza weka katikati kulingana na venye hii monitor inatuambia tuweke hapo, ndio mayai isi overheat, ndio vifaranga ikufe. So mtazamaji, sijui kama unaweza angalia hapa. Lakini kabla kidogo tu, kabla hujaeleza ambavyo hiyo gasa inafanya kazi na mambo kama hayo, hii incubator naona kwamba ni kubwa sana. Labda inabeba mayai ngapi kwa wakati mmoja? Sasa hii tumetengeneza aim vifaranga kama 1000 na kitu. Sababu incubator tumetengeneza ya mayai 1500. So 1500 hapo tuna aim 1000 chicks at once. So ukiona 1000 chicks at once inamaanisha kifaranga, si unajua hata wewe ni 100. So hapo ni kama tuna aim 100,000 once. Yani vifaranga vikianguliwa vyote kwa pamoja unaweza pata shilingi 100,000. Yeah. Once. So wale watu wenye wanalia ati hakuna kazi, unajua mnaweza mkakusanya kama vikundi. Mkishapata hii
Sasa unajua mtakuwa mnaunda pesa na kuajiri watu. Unajua vifaranga kama saa hii corona period zinatakikana sana kwa wingi, sababu unajua hata corona ikikuja namna gani watu hawatawacha kukula. Na watu kama wasichana sana sana, unajua ukimpeleka hata kwa hoteli, unajua kitu yenye uko sure ataenda kukula ni kuku na ugali na chips. So hiyo kuku hapa ndio tunatengeneza kuku, ndio ikipelekwa kwa hoteli inakuwa chakula poa yenye inapendwa na kila mtu. Nashukuru sana. Sasa kwa haraka tu utatueleza jinsi ambavyo wakati hamna stima umesema ama umeme unaweza kutumia ile pressure cooker na gas cooker kwa haraka tu. Hapa hii ni cooker, iko gas hapa, nimeconnect ikaenda kwa cooker. Hii ni pressure cooker, so ile moisture inakimbia kwa hii pipe inaingia hapo ndani, alafu hapa ndani kuna pipes zenye zimetembea kila mahali. Hapo kunazo huko nyuma iko hapa sides iko, ukigusa hivi unaweza chomeka. Nimegusa hapo nikasikia nachomeka. So hiyo kitu yenye inakuchoma ni steam. Hii steam inapita ndani hivi. Sasa hiyo ndani hiyo environment iko warm, iko na joto. So ukiona kama inaenda kupita hapa, sababu hii ndio tumekuwekea yenye itakuonyesha kwamba temperature iko pale mahali unataka. Unaweza decide kuongeza pale moto ama upunguze kulingana na venye hii inakuambia. So ukifanya hivyo before stima ikuje, itakuwa hii imekusaidia, ime-maintain mayai yako ndio usiende hasara. Stima ikikuja ndio unasima hii nini, utazima hii gas uendelee na stima. Naam. Na tunajua kwamba umesema hapa kulingana na kile kiwango unataka, normally inakuwa kiwango gani ya joto ambayo unafaa kuweka? Okay, ile joto mzuri kwa incubator inakuanga 38 degrees centigrade. Na humidity inakuanga between 55 to 60. So ukiweka 60 hapo uko side ya juu. Lakini ukienda side kama 65, sasa hapo unapata mayai kifaranga ikipasua hivi, inapasua inatoa moto nje, yani mdomo nje, inakufia hapo. Sababu gani? Pale ndani kwa mayai kifaranga ni kubwa zaidi. Kifaranga ikikuwa kubwa zaidi pale kwa mayai, inamaanisha hiyo nyumba pale mahali kiko kwa mayai pale ndani ni iko kubwa, haina space ya kuzunguka. Hata unajua lazima inazunguka round inapasua hiyo shell mpaka mwisho inatoka nje. So kama hiyo space ya kuzunguka hakuna, kifaranga inatoa tu moto mdomo alafu inakufia hapo. Sababu gani? Humidity iko juu, temperature ndio iko sawa, lakini humidity kama iko juu hapo utapata kifaranga hata moja. Na kwa hivyo hapa ikiwa kwa sasa tuseme imetuonyesha 46, hiyo iko chini ama iko juu? Hapa sasa iko chini. Sababu gani? Unajua hii ni incubator tunaendelea kutengeneza, hatujaweka hii mlango. Tukiweka hii mlango ikifunika, hizi pipe venye zimepita hivi, tumetoboa kashimo fulani kamoja hivi yenye hii steam. Unaona hii steam yenye unaona hapa nje? Hii steam unaona hapa? Kidogo kidogo inaingia ndani. Ila kidogo yenye inaingia ndani ndio itupe 55 to 60. Haya, asante sana. Na tunajua kwamba wakati tuna zile incubators zimetengenezwa kutoka kwenye huko kwa makampuni, kuna utofauti gani kati ya zile na hii yako? So hii yetu tunasema iko tofauti kubwa, sababu ukinunua kutoka kwa company inamaanisha utanunua na generator ama watakupea generator, lakini hawakupei hiyo generator free. Ni lazima utalipia. Lakini wameficha ile bei ya generator pale ndani kwa incubator. Wanaweza kwa kuambia ndio ni free, lakini hakuna kitu yenye iko free. Wameficha ile bei pale ndani. So hii yetu hakuna generator yenye tutakupea, lakini ukienda uko sure. Sababu kama gasi, unajua gasi haiwezi isha na siku moja. Gasi ni kitu yenye unaweza tumia, unajua wakati stima peke yake imeisha, ndio unapata unatumia ile gas.
Kama saa hii unajua stima ikipotea inaweza potea kama siku moja. So hiyo siku moja unaweza tumia gasi na gasi haiwezi isha na siku moja. Unaweza itumia the whole month. So hapo uko sure. Tu hapo tu. Yeah. Alafu labda ujuzi, kwa sababu nimeenda kutazama, nimeona kwamba unatengeneza ni kama kila kitu. Ulipata wapi ujuzi? So hii ujuzi yangu nimepitia mambo mingi. Unajua mimi maisha yangu imekuwa ya kujaribu, ninajaribu hii. Inanishinda. Ninawacha lakini siwachi kabisa, kama kazi itakuja nitafanya tu. Ninajaribu hii ingine. Ikishindikana bado ninaendelea kujaribu. So kama saa hii unajua mimi ni fundi wa fridge. Nilikuwa natengeneza fridge nikapata pesa hapo. Ndio nimeimprove, ninaweza tengeneza incubator. So hii kazi yangu ikue ya kusaidia hata mwenye ana pesa. Unajua shida na pesa, shida unajua unaweza fikiria kitu mzuri kama hii. Lakini kama hakuna pesa ni kama hakuna kitu yenye umefikiria. So ndio sababu naongea na sana our politicians. Kama wanaweza kuniona, sijui kama wanaweza niona, lakini kama wataniona, hapa ndio inatakikana watusaidie. Sababu kama wanaweza nisaidia nitengeneze incubators, nipe vijana wetu waweke mayai pale ndani, watengeneze kuku mingi. Hivyo ni vizuri, sababu wameimprove the quality of our society. Na kila mtu ataenda kuwa na pesa ya kutosha. Sio ile yenye wanaleta ile siku yenye ati kesho ndio tunaenda kupiga kura unapata 50-50, ndio kila mtu anapewa 50-50. Ukipewa 50 unaona ni pesa mingi sana, lakini uwezi imagine kama kuna mtu mwenye anaweza wapea hii kitu 50 yako iko hapo, lakini muweze kukua kama hao watu kama 50 ama 100. Ile 50 mununue kitu kama hii. Mkiweka mayai kila mwezi, kila after 21 days mtakuwa mnatengeneza 100,000. So hiyo 100,000 ni forever, mpaka ile siku yenye mtachoka na kazi. So hapa ndio natakikana tusaidiwe, tutengeneze hizi vitu kwa wingi. Tukishatengeneza, unajua sisi peke yetu tunasaidika. Tunasaidika na the society. Lakini umezungumza mengi, lakini ningependa kujua ulijuaje kuanza kutengeneza hizi mashine ambazo unazitengeneza zote? Okay, kujua, unajua kitu ya kwanza ni innovation. Innovation, after umefanya innovation, alafu kama internet pia ni nzuri. Huwa inatusaidia kujua kila kitu yenye unataka kujua. Kama unataka kujua mambo na incubator, mbona unaenda pale kwa YouTube, kwa internet, alafu una search mbona incubator maybe inaweza kosa kutoa vifaranga. Hapo unaelezwa vizuri kabisa, mpaka unaweza kuwa mwalimu wa kueleza wengine. So ndio nikajua kwamba hii, unaona venye nimetengeneza body, hiyo ni innovation. Nilifikiria nikifanya hivi na hivi na hivi, body itakuwa mzuri. Lakini pale ndani tunataka nini? That is how ninaenda kwa internet, ninaangalia kila kitu yenye inatakikana tuweke hapa ndani ndio mayai itoke kwa wingi. Hivyo tuseme hujaenda ukasomea shule ati vile. Hata fridge. Sijaenda kwa shule, naweza ambia mtu ati nilienda kwa shule. Hizi vitu ni innovation venye ninafikiria. Basi mtazamaji wa AGR FM, unasikia kwamba internet ama mtandao unasaidia sana katika kufanya uvumbuzi wa kutengeneza vifaa kadhaa, ikiwemo incubator, fridges, na kuna mashine kadhaa ambazo zinaweza tengenezwa. Naye Haikarus ametuhakikishia kwamba innovation ama kule kuvumbua mambo ndiko ambako kumemsaidia katika hii kazi yake.